Mwaka 2024 na kuelekea 2025 nchi nyingi zinashiriki katika uchaguzi, nchi zaidi ya 50. Ndio maana mwaka huu unaitwa super election year, kwa sababu watu zaidi ya bilioni 2 watashiriki katika uchaguzi. Na katika hizo nchi zaidi ya 50, kwa mfano tu ukitolea hapa Afrika Mashariki, nchi kama Tanzania kutakuwa na serikali za mitaa, nchi kama Rwanda kutakuwa na uchaguzi, nchi kama Sudani Kusini pia kutakuwa na uchaguzi, na nchi nyingine mbalimbali duniani ikiwemo Marekani na zenyewe pia zinashiriki, India zinashiriki katika uchaguzi. Sasa tuangalie mambo machache tu ambayo waandishi wa habari wanaweza wakazingatia wakati wa uchaguzi. Kwa mfano, watu wengi wanadhani kampeni za uchaguzi na vile wanasiasa wanavyojinadi ndio swala muhimu la kuangaliwa, lakini hilo ni one kati ya mambo makuu. Mimi nimeainisha 4, wewe unaweza ukayachambua zaidi. Sehemu ya kwanza ni elimu ya uraia. Sawa? Wale kwenye kushiriki masuala ya uchaguzi, kujua nani anapaswa kupiga kura, nani anapaswa kugombea, nani hapaswi kugombea, sijui ushiriki wa kupiga kura unakuaje, kwa sababu kila siku kuna watu wanazaliwa, kuna watu wanashiriki kwenye uchaguzi mara ya kwanza, kuna watu wanakosa haki za kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo haya yote wewe unaweza ukaanza nayo kwenye elimu ya uraia, ile kujiandikisha kupiga kura, kufanya nini, yote hapa ni kwenye elimu ya uraia. Eneo la pili ni masuala ya ilani za vyama vya siasa. Vyama vya siasa vinapokuwa vinashiriki kwenye uchaguzi vinakuwa na ilani zao ambazo zinawaongoza. Kwa hiyo unaweza kaanza kufanya uchambuzi wa chama kimoja baada ya kingine, au unaweza kawa unafanya comparison, labda unaangalia eneo la afya. Sawa, eneo la afya, labda chama X kinasemaje, chama Y kinasemaje, chama Z kinasemaje. Sawa, labda unaangalia eneo la michezo, unaangalia maeneo kama ya mabadiliko ya tabia nchi, maeneo ya usawa wa kijinsia. Yote unaweza ukafanya uchambuzi wa chama kimoja kimoja, au unaweza ukasema mwezi huu tunaangalia ilani ya chama hiki, mwezi ujao tunaangalia ilani ya chama kingine, bila kufanya comparison. Eneo jingine ni mambo muhimu, mahitaji ya wananchi. Eneo hili watu wengi sana waga wanalisahau. Unajua mwanasiasa anakuwa na vipaumbele vyake kama vyama ambavyo vina vipaumbele vyao, lakini kila eneo wananchi wana mahitaji yao. Kwa mfano, labda mahitaji wananchi wa Kigamboni ni tofauti labda na mahitaji ya watu wa Singida. Labda Kigamboni swala la maji sio shida zao, lakini watu wa Singida labda issue ya maji ndio issue yao kubwa sana. Kwa hiyo unaenda labda ukaamua wewe kwa eneo lililopo, mimi naangalia kero za wananchi, na eneo hili ukilifanya vizuri na ukalitendea haki, hakuna eneo ambalo linavutiaga kwenye kipindi cha uchaguzi kama hili. Kwa sababu unakuja unakuta mwanasiasa labda anaenda eneo fulani, let's say mwanasiasa anaenda Vunjo, Kilimanjaro, yeye anaanza kuwaambia watu kampeni zake 1 2 3, alafu ukisikiliza labda kama siku 3 kabla ulivyohoji wananchi, unakuta kile alichowaambia ni 1 ya 10 ya shida za wananchi. Kwa hiyo unakuwa unaona kabisa kwamba huyu labda hajajijua kero vizuri za wananchi au nini. Na vile vile unaweza ukasaidia hata wanasiasa kufanya marekebisho ya mambo yao, kwamba ili na wenyewe waelewe kwamba wananchi hawa shida zao ni hizi na hizi na hizi, na sio kama wao wanavyotaka kuwafanyia wananchi. Okay, sasa tuhitimishie na eneo pendwa. Watu wanaopenda kufanya, wakisikia uchaguzi ndio kila mtu anaelekea hapa. Hapa ndio kuna kampeni zile za uchaguzi, viongozi mbalimbali wanajinadi, kama ni madiwani au ni wanaogombea uchaguzi mkuu, ndio eneo hili. Sasa katika eneo hili pia unaweza usichague eneo lote kutokana na uwezo wa vyombo vyetu vya habari. Tunajua vyombo vingi vya habari haviwezi kukava mtu aende maeneo yote. Kwa hiyo unaweza tu kaamua wewe unafanya kama kwenye kata yako, labda kama ni redio ya kijamii, kwa mfano community radio, unaamua tu nyinyi mnakava hapo eneo hilo. Alafu labda wewe unaweza ukaamua wilaya, kwa mfano kama labda wewe ni wilaya ya Kinondoni, unaweza ukaamua kugusa tu ile eneo lako la wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo leo mtakuwa sehemu fulani, kama leo labda mko Mji Mwema, kesho kutwa labda mpo Mbutu, kesho kutwa tena mko kule Cheka, unaamua ufanye hivyo. Lakini kuna wale ambao mnaweza mkakava mkoa. Kwa mfano kama hizi media kubwa, unaweza mkaamua kukava mkoa. Basi wewe leo unaenda wilaya hii, kesho utakuwa wilaya hii, au unajigawanya, wiki hii nitakuwa wilaya fulani, wiki hii chombo chetu kitakuwa wilaya fulani, hivyo.
na kuna sasa zile za kitaifa. Shida kubwa ya kitaifa ni kwamba vyombo vingi vya habari, natolea mfano kama nchini Tanzania, havina uwezo wa kulipia waandishi wao kwenda kuzunguka taifa zima, kwa hiyo wanajikuta wanaambatana na wanasiasa. Ina disadvantage zake ambazo zimekuwa zikionekana na zikizungumzwa na wadau wa habari mara nyingi, kwamba inakulimit kwa sababu lazima uendane na ratiba yao, kama mgombea wao anavyoenda na wewe ndio utaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo ina shida, japo kuna vyombo vichache vinajitahidi kulipia waandishi wao wazunguke na hao wanasiasa. Kwa hiyo kwenda kwenye mkoa labda wanakuwa wenyewe na chombo chao cha habari baada ya kupewa ratiba ya ule mgombea, lakini vingi sana kwenye uchaguzi, kwenye coverage za kitaifa, hususan wa viongozi wa ngazi za juu kama makamu wa rais na rais, wanakuwa wanategemea vyama vya siasa. Kwa hiyo wewe unaweza ukaamua tu uchague bega kati ya hivi vyote, lakini ushauri wangu ni kwamba wewe kama mwandishi wa habari bora ubeze sehemu moja na usitake kufanya coverage ya kila kitu. Mengine kuhusu uchaguzi siku nyingine. Asante na kwaheri.